Katika mbinu za kupigana na wanyonge ni kuwagawa, na ndio utaona kwamba kiasli wanyonge kwa idadi yao wana nguvu, lakini yule dhalim hutumia mbinu za kuwagawa kwa misingi yoyote ile ili ule umoja usipatikane. Na hata huku kwetu wakati wa ukoloni wa Wajerumani alikuwa akimchapa Mwafrika mijeledi ambayo ilijulikana kwa jina 25, alikuwa ni Mwafrika mwenzake, na kwa makusudi kabisa Mjerumani alitumia mbinu hizo. Kwa hivyo mshikamano na umoja baina ya wanyonge ni nguvu kubwa sana ya kupigana na dhalim. Ukitizama vita vinavyoendelea leo hii Mashariki ya Kati, utaona chanzo chake mpaka kufikia hapa ni pale wanyonge walipogawanywa kwa misingi ya mataifa yao, kwamba huyu ni Misri, huyu ni Msiria, huyu ni Lebanoni, huyu ni Mjordan, kwa misingi ya damu yao, huyu ni Mfursi, huyu ni Mwarabu, kwa misingi ya dini zao, Muislamu, Mkristo, Mdurzi, na ndani ya dini Muislamu Mshia, Muislamu Msuni. Hii mbinu imetumika sana na hasa na Mazayuni. Mtaona hivi karibuni katika mbinu iliyotumika ni kupiga kampuni, kiwanda kikubwa cha gesi na mambo ya mafuta ghafi cha Saudia kinachojulikana kwa jina la Aramco. Kampuni hii ina umri mrefu sana, imeasisiwa tangu mwaka 1929 hadi na 33, karne iliyopita. Maanake ni umri karibu miaka 100. Hivi karibuni kiwanda kile kimepigwa, lakini walipodadisi wakagundua kwamba wahusika wala si Wairani, na Wairani wenyewe wamesema sisi hatuhusiki, lakini baadaye pakagundulika kwamba ni Mazayuni, ni Mayahudi ndio wamekwenda wakakiripua. Lakini lengo ni nini? Ni kuwaambia Wasaudia, tizamini, adui yenu huyo anakuja na haribu uchumi wenu. Na hii ndio kampuni kubwa kuliko zote ya mambo ya petroli na gesi na mafuta ghafi kwa ujumla. Imeasisiwa baina wa Marekani na wa Saudia. Hatimaye wa Saudia wakaja kuimiliki wao wenyewe, wakauza zile hisa. Aramco ni kampuni kubwa sana, kiasi Msaudia aliajiriwa katika Aramco ni mtu tajiri kutokana na malipo anayolipwa. Sasa, na kabla ya vita hivi na vile vya siku 12 vilivyopita, Mwarabu alifundishwa kwa muda mrefu sana kwamba adui yako ambaye ni tishio kubwa katika eneo hili ni Mfursi, ni Mwirani, na wala sio Mzayuni. Mpaka ikafikia sasa katika ndimi za viongozi wa Kiarabu wanazungumzia tishio la Irani kwa nchi za Kiarabu. Kwa hivyo hii ni mbinu mbaya sana ambayo imetumika na inaendelea kutumika. Kwa mfano, leo hii ukiuliza swali kwamba ni kwa nini Irani imevamiwa, kuna majibu kadhaa, lakini miongoni mwa majibu hayo ni kwamba Irani inafadhili vikundi vya kigaidi. Ni moja katika sababu zilizotajwa na rais wa Marekani. Lakini vikundi vyenyewe vya kigaidi vipi? Ni Hizbullah, ni Hamasi, ni Mahuthi kule Yemen. Hivyo ndio vikundi vya kigaidi. Na mara nyingi duniani huku kwetu anayeamua kikundi cha kigaidi nani? Marekani ndio anasema hichi cha kigaidi, anakitia katika orodha yake, sio? Yeye ndio anayeamua, sio? Sasa haya makundi ya hawa watu watatu, kwa nini yameitwa kigaidi? Ni kwa sababu tu yametumia nafasi yao kupambana na Mazayuni kuwakomboa Palestina.
Ndio sababu ya kuitwa kikundi cha kigaidi. Lakini sio Palestina tu kukomboa Syria ambayo imechukuliwa ardhi zake, Lebanoni ambayo imechukuliwa ardhi zake, na ardhi nyingi za Palestina zilizochukuliwa. Kwa sababu Lebanon mpaka kesho kuna ardhi yao iliyochukuliwa, sio? Ya mashamba ya shaba. Syria mpaka kesho kuna ardhi yao imechukuliwa ya miinuko ya Jolan. Na wa Palestina ndio wamechukuliwa sehemu kubwa ya ardhi yao. Sasa hii Lebanoni ni ya Waislamu? Ni ya Wakristo peke yao? Ni ya Mashia peke yao? Takwimu zinaonyesha kwamba Wakristo wa Lebanoni ni asilimia baina ya 30 mpaka 36. Waislamu Masuni wa Lebanoni ni asilimia 30 mpaka 35. Waislamu Mashia Lebanoni asilimia 30 mpaka 35. Walobaki ni wachache Madursi. Kwa hivyo kupigania ardhi ya Lebanoni sio suala la Ushia wala la Masuni wala la Uislamu wala la Ukristo. Ni suala la watu walopokonywa ardhi yao. Wote wanahusika. Ukifundishwa kwamba tatizo ni la Muislamu na Mzayuni, unadanganywa. Palestina yenyewe tunayozungumzia asilimia 6 mpaka 7 ni Wakristo, Waarabu Wakristo, na kuna vyama vyao vidogo vidogo vya kupigania ukombozi, na kuna makanisa kwa mujibu wa UNESCO ambayo yamevunjwa na Mazayuni, na wamo pale kwa muda mrefu kihistoria. Na makanisa yote unayoyajua, Wakatoliki wapo, makanisa ya Protestanti kama vile Anglikana na Waluteri wapo, Orthodox Church ipo, na wote hawa kuna waliofungwa, kuna waliouawa, na kuna walionyang'anywa ardhi zao. Sasa haya mapambano si mapambano ya dini fulani wala madhehebu fulani, sio? Ukienda Syria kuna Wakristo. Kwa hivyo walionyang'anywa ardhi yao ni wote hawa. Sasa dunia humfikisha mahala yule mnyonge akaamini kwamba mnyonge mwenzake anapodhulumiwa, akaamini kwamba yule mnyonge mwenzake ni dhalim, na yule ambaye anamdhulumu ana haki. Kwa sababu hakuna maamuzi yoyote ya Baraza la Umoja wa Mataifa yaliyopitishwa juu ya uvamizi wa Iran, na hakuna anayesema, yani hakuna azimio lililopitishwa kwamba sasa tuivamie hapa ilipofikia tuivamie. Alafu jambo la mwisho linaloshangaza ni sisi wa Afrika ambao jana tulipokuwa tukipigania uhuru na ukombozi, kaskazini mwa Afrika, magharibi mwa Afrika, Afrika ya Kati na Afrika Mashariki na kusini mwa Afrika, sote tuliungana. Kina Mandela kule kusini na kina Mugabe, ukija huku kwetu kina Mwalimu Nyerere, na Kenya kina Kenyatta, pamoja na kule Kongo walikwepo. Ukipanda juu kule kina Kwame Nkrumah, mpaka kwa Jamal Abdel Nasser kaskazini, wote walikuwa na mtazamo mmoja wa kupigania ukombozi, na fikra zao zilikuwa moja. Bali walivuka mpaka kwenda bara Arabu, ikawa chama cha PLO ni chama rafiki cha vyama vyetu vya ukombozi huko Afrika. Leo hii macho hayo yako wapi? Hatuoni kwamba kile tulikuwa tunakipigania ndio hicho kinachofanyika kule? Kwa nini tunamuona yule madhulumu ndio dhalim na dhalim ni madhulumi? Haya ndio yanatakiwa tuyafahamu sisi kwa yale ambayo yanajiri sasa hivi dhidi ya Irani. Kwa hakika sio dhidi ya Irani, ni dhidi yako wewe na dhidi ya kila mnyonge. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.